LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Dennis Wanjala, na pia naleta salamu ya mtoto wetu George Natembeya, na pia salamu incoming governor wa Nairobi, His Excellency Right Honorable Bazu James Kaguya amewasalimia sana na amesema anawapenda zaidi nyinyi watu wa Jacaranda. Mnapokea salamu? Asanteni sana. Sasa tunaingia kwa mada. Wacha mimi niseme hivi. Unajua mimi ni Muluya na nitaendelea kuwa Mulu, siwezi badilika. Na sisi Mungu ametuokoa saa hii. Tuko na gold kule Western Region. Hii gold nimeona William Ruto na Musalia Mudavadi na Moses Masika Wetangula ati wafukuze watu wetu huko au wajifaidishi. Jamii yangu, sasa kama tuko na mali Mungu ametupea, bado tuko hapa Nairobi tunamangamanga, tunaendelea kuishi kwa umasikini wacha niongee ile kitu naongea. Mimi nataka kuambia Musalia Mudavadi na Moses Masika Wetangula, nyinyi hamwezi kukua kwa serikali na watu wetu waendelee kunyanyaswa wakipigwa marisasi kule Ikolomani. Musalia Mudavadi anatoka kaunti gani? Si kaunti Salido of Western Region. Jibu swali. Musalia Mudavadi anatoka kaunti gani? Vihiga. Moses Wetangula anatoka Bungoma. Watu wenye waliendea kwa Rais William Samoei Ruto wakaitisha hiyo kampuni ya nini itengenezwe pale, walikuwa watu kutoka kaunti gani? Kampuni gani? Hiyo ya gold. Walikuwa kutoka wapi? Kakamega. Hiyo ilikuwa ni mradi ya William bwana. We know this thing. We. Endelea. Order. Mimi we. Sitaruhusu hapa propaganda. Kama hujui story ya gold ya Kakamega, achana nayo. Usikuje na propaganda hapa. Bwana, kama hujui story ya huko achana nayo. Acha watu wa Kakamega wakuja waeleza hapa hivi. Usikuje na propaganda hapa. Eleza ni nini yenye inaendelea Kakamega kama unajua. Eleza hapa. Sasa acha niwaambie, unajua mtatuuzia uoga pia. Pia tutaongea ile kitu tunaongea. Sisi hatutakubali watu wapigwe marisasi ati sababu kuna watu wako ndani ya serikali. Vijana wameuawa huko. Kama huyo Musalia Mudavadi mnasema alibagain maneno ya kampuni kuletwa huko ya kumaini gold. Kwa nini watu wafukuzwe bila kulipwa? My friend, wacha mtu asiniuzie hapa uoga. Mimi nataka kuambia Musalia Mudavadi na Moses Masika Wetangula. Order. Watu hawachakufa. Tulia. Kuna hapa mtu wa Kakamega? Kuja hapa. Watu wa Kakamega walitoka Kakamega na viongozi wao. Wakaenda State House. Wao wenyewe. Na hao wenyewe ndio walijieleza. Utuambie mlitisha nini? Kama watu wa Kakamega. Ulikuwa hapo? Mr. Speaker, watu wa Kakamega walitisha vitu mingi, na kwa vitu mingi zenye walitisha na gold refinery. Yes. Sai as we speak, kuna gold refinery inaendelea kujengwa mahali panaitwa Lidambiza, Ikolomani constituency. Ile kitu ambayo ilifanyika Ikolomani last week,
sio kwamba watu wanafukuzwa bila kulipwa. Waliuawa kwa nini? Ilikuwa ni kwamba NEMA, unajua process ya gold mining, a commercial gold mining has got a process ambapo NEMA lazima wahusishwe. NEMA ilikuwa imekuja Kakamega mahali panaitwa Imusadi Primary, wakuja kudiscuss how they can compensate the locals. Now that Boni Khalwale yeye hataki watu wahame, anataka artisanal mining, yani mining ya kienyeji, akaleta vijana waende kupiga watu wa NEMA. Which evidence do you have? Bwana, wacha kuniletea propaganda hapa ukisema Khalwale. Wacha nikwambie, hii siasa unanipigia. Wacha hii siasa ananipigia. We, wacha nikwambie. Achana mambo ya gold, enda kwa story nyingine. Hauna information yote. Bwana, sasa nyinyi mtanilazimisha. Haya sawa, nimeachana na gold basi. Sasa nimeachana na gold. Asante sana Mr. Speaker, mimi nasema hivi, gold hata sisi tuko nayo Luo Nyanza na tuongeangi hapa. So naomba tu kunyenyekevu. Tuongee mada nyingine, si mambo ya gold kila mara. Hizi ni vitu zinahusu watu wetu wa Western bwana. Mimi amutanu. Haya sawa, wacha. Malizia 1 minute. Sasa mmenichanganya hata sijaongea. Ni kitu gani? Sasa sumunyamaza basi niongee. Wewe nani? Sasa basi kama mnasema maneno ya gold ni wachane nayo. Wacha basi niongee hii. Unajua, wacha niwaambie. Saa hii Rais William Ruto anauza pipeline. Hii nini ya mafuta. Mimi wacha niwaulize. Kila parastato William Ruto anauza. Saa hii ako Safaricom. Na wacha niwaambie, Safaricom ikiuzwa TV pap, wanaenda kupandishia nyinyi hii maneno ya kupiga simu. Na nyinyi bado mko hapa mnasema iuzwe. Kitu ya serikali ni ya serikali, sio kitu ya kuuzwa. Wewe unachukua pipeline unataka kuuza. Unajua wakiuza hiyo kitu ikwe ya private ya mafuta, nyinyi mnajua petrol station watakuwa wanapandisha mafuta vile wanajisikia. Hao ndio wanaoni, my friend. Wewe utapiga hapa kelele, lakini bado wewe ndio utaumia wewe. Huyu Rais William Kipchirchir Ruto ni kiongozi ambaye hafai mahali popote. An incompetent president. Na mimi nataka kuwasihi wa Kenya. Kuna watu kwa hiyo serikali nafaa tufukuze. Mmoja William Ruto. Wa pili Musalia Mudavadi. Watatu Moses Masika Wetangula. Waine ambaye nafaa aende nyumbani. Unajua umemaliza bwana, wacha alafu salamu ya Bazu amesema Bazu ndio kiongozi, atakuwa gavana wa Nairobi. Kama mutaki Bazu, nimewaambia muhame Nairobi, hatutawapembeleza raundi. Bazu ndio gavana wa Nairobi. Sawa. Nikumbushe jina. Tutatukumbusha jina. Mimi naitwa Wanabunge, tumsifu Yesu Kristo. Tai nimevaa tai. Wanabunge, tumsifu Yesu Kristo. Waamini wa Kristo. Mimi naitwa Jevin Oyoka Sam, mhubiri wa Injili ya William Samoei Otieno Arap Ruto. Mimi nahubiri hiyo Injili. Mwizi hiyo ni yako. Sasa Biblia inasema vizuri, eti watu wanaanguka kwa sababu wamekosa information. Na hiyo ndio nimesikia hapa wengine wanarukaruka. Safaricom si ya serikali. Safaricom ni ya mtu binafsi. Serikali inauzaje kitu ya mtu binafsi? Serikali iko na shares kwa Safaricom. Na ikiuza inauza vitu zake. Unasikia? Unaona? Alafu uwezi sema, unajua privatization, kuprivatize kitu
Haimanishi eti sasa nikikupea kitu uran, hiyo kitu ni yako. Unaona? Sasa shida yetu hapa, shida ya watu wengi hapa hadi mimi, tunajiita kikundi ingine inaitwa Wasakatonge. Mr. Speaker, Wasakatonge ni watu wako hii town. Hawana kazi, hawana chochote, kazi yao ni kukuja kupinga mtu ama kusupport mtu ndio waitwe wapewe ya macho, wanaitwa Wasakatonge. Sasa Wasakatonge wenye wako hapa Jakaranda, Wasakatonge, hadi mimi ni Msakatonge. Usikuje useme kitu haujui ndio upate tonge. Wasakatonge. Wasakatonge, watu ukienda Homa Bay, Wasakatonge wanaitwa Sangwenya. Ukikuja hapa, Wasakatonge wako hapa Nairobi. Mtu hana kazi, analipa rent na anakula. Je, huyo ni Msakatonge? Ukimwona ameshika microphone anatusi mtu, muache tu wako kazi, huyo ni Msakatonge. Mr. Speaker, niko nje ya mada, lakini ya mwisho kabisa mimi nataka kuambia kitu ingine. Msakatonge haiko kwa mada. Msakatonge haiko kwa mada. Niko kwa mada. Nimerudi kwa mada. Nataka kusema venye Mosha amesema hapa. Sisi watu wa Migori tumekuwa na goal hizo miezi zote, miaka zote, na hatupigani. Unaona? Kitu iko ya kwanza, hatujui maana ya goal, wewe ndio unajua na umekuja town. So mimi kitu nataka kusema, tuache serikali ifanye kazi yake, na wewe ufanye kazi yako. Kazi yetu ni kuweka serikali on check. Na mtu akikuja hapa kushika microphone kuweka serikali on check kwa kitu ambayo yeye haelewi, basi utajipata umejipiga risasi ya mguu. Na hayo machache, Bwana Speaker, asante sana. Swali. Msakatonge asiniulize swali. Mtu anasaka tonge. We Mr. Speaker, sijui wanaita katonge ama wanaita nini? Mr. Speaker, nimesikia wajuaji wengi wameingia kwa floor na wametuambia mambo mingi. Mr. Speaker, kitu naweza kawakumbusha kenye mtu ajui. Safaricom kabla miaka imepita, Safaricom imekuwa ushirikiano ya kampuni inaitwa Vodacom na serikali ya Kenya. Mr. Speaker, hiyo Vodacom wakati walikuja, hawa watu walikuwa wamepartner pamoja, walikuwa na 50-50 shares. Mr. Speaker, kama mtu anaweza kumbuka, mwaka wa 24 na 3 Safaricom serikali ikatoa pendekezo ya kuuza shares. Mtu wa kwanza kupinga hizo shares kwa hiyo wakati ilikuwa ni Raila Odinga. Kuuza hizo shares, Mr. Speaker. Mr. Speaker, alikuwa already pia ashaangalia kutokuwa na umuhimu ya kuuza hizo shares, na dakika ya mwisho serikali ya Kibaki ilikubaliana kuuza shares, lakini wakakubaliana kitu kimoja, Mr. Speaker. Walikubaliana kama shares za Safaricom zinauzwa, ziuziwe wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Mr. Speaker. Na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, mtu anaweza kumbuka, watu walinunua shares mingi sana kwa Safaricom. Leo Vodacom imechukua shares 70%. Tukisema Safaricom inakuwa Ethiopia. Na ndio kampuni moja ya zile makampuni tulikuwa tunajivunia kwa jamhuri yetu. Mr. Speaker. Leo tumeuza hizo shares bila kuhusisha wananchi wa kawaida.
Hiyo ndio kitu yenye inafanyika huko Western, Mr. Speaker. Western kumepatikana na gold. Mr. Speaker, sijui ni ukarabati gani ama ni hesabu gani imefanyika ya kiwango ya dhahabu yenye iko chini ya ardhi, bila kuhusisha hawa wananchi wa kawaida na kuwaweka chini, kuwaambia faida watakayopata. Mmeamua kuwafurusha Mr. Speaker, na bado mnasema wako sawa kwa nchi yao. Mr. Speaker, ili uchukue mali yangu ama mimi tukubaliane Mr. Speaker, wewe na hii simu ninahitaji kuitumia, tunahitaji mimi na wewe kuelewana. Bila kuelewana, ukikuja kuichukua kwa nguvu, mimi nina haki ya kusema unaniibia. Na hiyo ndio kitu watu wa Western wanafanya. Wakisema wananyang'anywa kwa nguvu ni kwa sababu hawajahusishwa na serikali yenye inawatawala. Mr. Speaker, kwa leo mimi Mr. Speaker sina mengi ya kusema, ila Mr. Speaker nirudishie shukran leo. Nimeangalia, nimeshinda leo kuanzia juzi, nimefuata msichana wetu huko Nyeri na namrudishia tena shukran Mr. Speaker. Kwa leo ni mmoja ya wale watu tunaweza waeka kwa kumbukumbu za watu wamekumbatia mti kwa masaa 72. Mr. Speaker, 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 nashangaa rais mkubwa wa hii bunge la mwananchi pia akiniuliza faida za hiyo muti. Sasa utajua tu, fuatilia. Mr. Speaker, Mr. Speaker ni protect. Ni mbaya Mr. Speaker. President, rais wa hii bunge anahitaji kutuonesha mwelekeo Mr. Speaker. Tukikuwa kama hecklers hapa kwa bunge itakaa kienyeji Mr. Speaker. Ni sawa tu Mr. Speaker. Rais Kim, order. Kim anashukuru tu ule madam kitu yenye amefanya. Kama wewe unaona wewe unapinga, ukipewa time kuja upinge. Hivyo. Hakuna kitu yenye amefanya. Mr. Speaker, mimi nikimalizia nasema hivi. Mr. Speaker, kwa hiyo juhudi, kuna uwezekano hiyo juhudi yake Mr. Speaker apate Nobel Prize sawia na Wangare Maathai yenye wengine wameandamana kufuatana nayo zaidi ya miaka 5. Kama wewe unahisi huyo msichana hajafanya vizuri kwa kukumbatia muti, enda kwa lake, ogelea siku 3, pia wewe tukuone. Hey, rais. Oya, Kim leta hiyo. Weka hapa. Hata mimi ndio nalala nyasi kukumi basi. Weka hapa. Nalala nyasi kukumi. Unavunjanga rekodi kwa kunywa pombe. Haya, order. Asanteni sana. Asanteni sana. Nani leta nikuwekee? Wacha nimwekee hii. Ajui amezoea katululu. Nawaambianga msupport Ruto Oya nani, wacha niongee dakika 2 kuachie. Hizo vitu nasema hapo ni important, lakini wacha useme hapa. Asanteni sana. Oya nani, simungoje nimalize. Nimekubali mimi naitwa Sakatonge. Nyamazeni niongee. Oya nyamazeni tu. Hizo majina zote mimi nimekubali. Wacheni tu niongee. Mimi wacha nikuwe Msakatonge, we naye kaa kwa gunia wakati mimi ni Msakatonge. Kaa tu kwa gunia. Mr. Speaker, order nani? Mr. Speaker, mimi kwa majina mimi ndio naitwa Nywele Sauce. Mimi ndio bunge Prime Minister Kenya and abroad. Mr. Speaker, mimi ni diehard wa government, diehard wa broad-based government. Mr. Speaker, nimesikia mambo hapa ya kwamba mumeleta mada juu ya gold. Mr. Speaker, kesho ukiwa kwa hii bunge, kuna mada zingine usikubali kuletwa kwa hii bunge Mr. Speaker. Kwa sababu Mr. Speaker, hii Kenya, saa hii Waluya wamepewa ka gold kadogo na Mungu. Wameanza kupigania hiyo gold. Sisi watu wengine, sisi hiyo gold hata tumetoroka huko nyumbani.
Gold inatuua huko nyumbani, tumetoroka tumekuja kuongelesha kuunia huko. Haina value. Haina value. Tuko na gold huko Migori, tuko na gold huko Opimbo. Tuko na gold. Sasa hii ya Waluya hii kidogo hii. Sio kidogo. Nani bana, so kujiongea hizo vitu hapa. Bwana, si mjamaze. Hao Wakamba wanakuanga aje? Mr. Speaker, unapata mtu anaongelea gold hapa, ati sasa wameita mpaka nani? Ule nani anaitwa nani? Ule Mutalukazi ule jamaa kuti kubwa. Ameenda kuongelea mambo ya gold huko. Badala aongelee Jaba kwake huko. Badala aongelee Mugoka. Anaenda kuongelea gold kitu yenye ajui. Vitu za gold huyo jamaa ajui. Hata saa ya gold hajawahi vaa. Ameenda kuongelea Waluya wenye wako na gold. Alafu wenye Waluya wamechukua tu wanaongelea gold. Ni mtu kama nani Boni Halwale. Mtu mwenye anatafutwa na watu wa wildlife. Mtu mwenye anapiganisha ng'ombe. Ng'ombe zimeumana juu yake. Ng'ombe ingine iko pale nini? Kakamega haina macho. Huyo jamaa anafaa kushikwa. Baada anaongelea mambo ya gold. Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Sisi kama Wajaluo jamii yetu, sisi ndio Mungu ametubariki na tuongei. Sisi tuko na gold huko Nyanza na tuongelei mambo ya gold. Sisi tuko na vitu zenye vitu permanent. Sisi tuko na Mungu ametubariki, tunatoa tu omena kwa maji. Hiyo kazi yote tumetoroka, tumekuja tu kuongelesha kuni hapa. Sasa Mluya amebarikiwa tu na ka gold kidogo. Badala utoke hapa, uende uchimbe gold nyumbani pole pole. Wewe unaendesha pikipiki yenye haina battery hapa Nairobi. Unapiga hadi serikali sinunue. Serikali sinunue na wewe baba yako hana pesa ya kununua hiyo. Mr. Speaker, kuna vitu zingine mtu akiongelea hii Kenya. Hata huo mtu anafaa kufungwa. Rigathi Gachagua anatetea gold na yeye kwake amewacha. My friend Mr. Speaker, umejua sisi kama Wajaluo huwa tuko nyuma ya serikali. Sisi huanga tunakuanga opposition ya serikali. Lakini huko hatukufi njaa. Kwa sababu sisi ukitufukuza huku na tear gas, tunarudi Kisumu, napigia mama yangu ananiwekea omena gunia moja kwa gari na kuja Nairobi. Sasa mimi nashangaa na hao watu wa Mlima Kenya. Sasa wako opposition. Hao watu wakitupiwa tear gas watakula nini? Jaba utalala nayo. Utalala na miraa. Hawananga kitu. Kama ni avocado wanakula ya Kisii. Kama ni waru utakulala na waru. Bangi hawana, bangi si nini wako na Waluya. Mimi nataka kusema hivi. Mr. Speaker. Hii serikali hii Kenya. Mr. Speaker, hii Kenya nani kuja ongea hapa. Kuja uongee kwa kamera. Kwani ulirepu ng'ombe nyumbani? Unaogopa kamera? Waja kuweka nyuma ya kamera my friend. Mr. Speaker, hii Kenya kuna vitu zenye mtu afai kuongelea. Unapata mtu anasema hapa ati William Samoei Ruto asiuze sijui Kenya Pipeline. My friend, mimi nataka niwaambie. Oya. Mimi nataka niwaambie hivi. Mumesema kama zinauzwa, ziuziwe watu wa Kenya. Nyinyi bado ni wajinga. Airport hapa, juzo Ruto alikuwa anataka kuuzia Mjaluo. Adani si Mjaluo. Semole kata. Kwani kuna Muhindi anaitwa Adani? Si Ruto alikuwa anataka kuuzia airport Adani. Yaani kitu yenye Mjaluo ananunua hamtaki, lakini mkisikia ni Njoroge, iko sawa. My friend, airport uziwe Adani, Jaluo anunue. Kampuni yoyote, mimi niliambia William Samoei Ruto. Saa hii Wajaluo wanakusupport na sisi wote tunaenda maandamano. Saa hii uza kila kitu. Kitu yenye usiuza ni mali, country bus mali Jaluo na Mluya anapandia gari akienda nyumbani. Hizo zenye zimebaki uza kila kitu. Sisi kama Wajaluo vitu zetu ziko safe. Ruto hawezi uza Lake Victoria. Utauzia mwenye ajui kuswim. Kikuyu atanunua Lake Victoria ajui kuswim. Sisi ndio Lake Victoria ni yetu. Na omena hatupei chakula, hatupei dawa. Sisi ni kutoa tu. Sisi tumebarikiwa bwana. Sisi hatuko kwa position tuko na chakula ya kukula. Sisi hatukai kama watu wa Mlima Kenya. Mtu mwenye analeta maandamano akipuliziwa tu tear gas moja, utalala na jaba. Kama huwezi lala na jaba, wachana serikali my friend. Wachana serikali venye matako zimewachana. Sisi Wajaluo ndio tuko na nguvu ya kukataa serikali. Kwa sababu sisi tuko na chakula. Saa hii tuko kwa serikali. Na mimi niliwaambia William Samoei Ruto 2027 atatangazwa upende usipende. Kwa sababu gani? William Samoei Ruto 2027, nani anakuambia William Samoei Ruto anataka kura?
Nani amekuambia? William Samoei Ruto alishakudanganya ya kwamba ng'ombe yako ina nyamba ichanjwe ukampea ID. William Samoei Ruto kishampea ID. William Samoei Ruto ni mtu wa kutrust na ID. Hala bado nakuja kusema hapa ati one time. One time na ng'ombe yako ilishadungwa sindani sinyambe. Ukapea Ruto ID. Wajinga nyinyi. Mimi nataka niwaambie 2027 sisi kama Wajaluo Ruto shatu control. Mimi sasa naweza kutusi na nikupige na sisikui kwa sababu ni kwa serikali. Mimi sasa nikikojoa my friends mama hapo serikali akojoe kwangu. Mimi sasa niko kwa serikali. Na mimi nataka kusema 2027 sisi tumehamia William Samoei Ruto. Hii mambo ya kutangaza president hapa Bomas of Kenya. Hiyo maneno tutaki tena. Hatutaki na kwa katiba. Hata Kibaki alitangazwa nini na alifanya kazi. Alitangazwa State House. Kwa hivyo tunaambia William Samoei Ruto round hii wewe hatutaki utangazwe Nairobi. Migingo Island. Mahali Kikuyu hawezi fika. Kama hujui kuswim usiende Nyanza. My friend. Hapo Ruto akitangazwa useme tu haki yetu kwa maji tubulu. Sisi tumesema William Samoei Ruto lazima arudie. William Samoei Ruto baba yangu, usiniangushe. Fanya kila kitu yenye unaweza fanya. Mimi najua siyataka kuongelea kura ya mtu mwingine. Mimi nataka kuongelea yangu. Mimi naye najua niko na kura moja. Lakini nakuomba hiyo yangu moja utangazwe nayo. Kwa sababu hiyo yangu pia inaweza kuwa spoil vote. Mimi nikienda pale kwa ballot, nipate Rigathi Gachagua amewekwa hapa hivi. Nitatoboa hiyo meno yake na kalamu mara mingi. Hata hiyo yangu inaweza kosa kuhesabiwa. Lakini William Samoei Ruto wewe tangazwa. Alafu sisi kama business community, mimi kama muuza dawa ya mende sumu ya panya, mimi pia nilinde biashara yangu. Na mimi nimewaambia sitaki mwenye ananiharibia biashara. Mimi sitaki mwenye ananiharibia biashara. Maandamano tumewaruhusu. Mfanye maandamano mfike Githurai 45. Kurudi nyuma. Si mmeingia sana. Kwa hivyo ukiingia Nairobi hiyo utakuwa unachokoza business community. Mr. Speaker, sisi kama business community tumeambia William Samoei Ruto 2027 hatutaki viti mingi. Na sisi hatutaki atupe viti ati na nini? Na masharti ati mtu lete 70% ama nini. My friend, William Samoei Ruto, mimi bora tu nipe tu nini? Finance yenye umepea pia Wandai. Na umepea nani? Utupe tena energy. Na utupe hii mambo ya nini? Hii mambo ya mining. Mimi sasa niko na furaha sana. Kama Mjaluo anaweza kuchimba gold pale Obingo na weke kwa Urubag na peleke Joho direct bila kupitia kwa broker wa Githomo, mimi niko safe. Niko sawa. Mimi nashangaa Mr. Speaker. Mimi nikienda kwetu, hata kwa soko center tu ya kwetu, mahali duka ni ya matope. Unasikia mtu anapiga simu kwa duka. Muriega. Kwani hao watu na wanasemanga wako wengi. Wakikuya wako wengi Kenya. Wako wengi wapo na wametapakaa, wengine unasikia wameshikwa huko Vietnam. Wametapakaa wengi sana. Wakuya kwangi wengi. Mimi nimesema sisi kama Wajaluo watu weu maiti zetu zinaongojea hii kura ya 2027 sana. Umejua nyinyi hapa nini? Hapa Tharaka Nithi. Kuna wakati 2007 ilitoa kura 2 milioni. Sisi pia Tharaka Nithi ya William Samoei Ruto 2027 itakuwa Lego Usonga. Kura wanalala njaa. Mr. Speaker, mimi nataka kumalizia nikisema Rigathi Gachagua wachana na gold ya waloya. Enda uongelee jaba na mera huko kwenu na cabbage na waru. Hizo ndio vitu zenu. Mr. Speaker, umejua mimi naitwa Mkabila. Na mimi nimekubali. Mr. Speaker, mimi kitu yenafanya na vitu za Rigathi Gachagua anafanya ni the same. Ni vile Rigathi Gachagua ako na pesa kuniliko. Na kufikia 2027 Mr. Speaker, tunataka kufanyia Rigathi Gachagua kila kitu tutamfanyia. Nataka ni make sure Rigathi Gachagua anaishi hapa police station hapa Soweto. Na mimi police station yote nitakuwa nasikia huo mtu ameshikwa hapo ndani. Nitafanya kitu kimaksudi. Nitatengeneza tu bangi na tusana hivi. Nianze tu kuvuta mbele ya police station. Niingizwe hapo ndani. Nitakutana huo mtu kwa sela. Atajua kwa umbwa ni yeye. Gachagua ni nani? All right, ladies and gentlemen, distinguished guests. Leo ni siku ya kusema ukweli. Kitu ya kwanza,
Ukweli Ruto ni two term. Hiyo ni fact. Sababu ukiangalia Gachagua, uangalie nani, hakuna wenye wanaweza ungana kushinda Raila. Kuunganisha. Thank you. Spirit ya Raila inatembea ndani yangu. Okay. Kitu ya kwanza nataka kusema kwa wenye wanapinga serikali wote, be very careful. Sababu Sakaola bado ni samba hii kutolewa Kenya. Sakaola iko. Sakaola iko. Na ukitaka kujua, ukipiga serikali leo na upinge kesho kutwa kanyonga. Sakaola hatuogopi. Ya pili, ukipinga Super PS Raymond Omolo, Sakaola inakungoja direct. Sasa ufanye na serikali, upende usipende, ama uende kwenyu uanze kulipa ndoma. Sasa tunashukuru Mungu sababu Waluya ni mara ya kwanza wamewacha kuchunga ng'ombe kwa Wajaluo, wamerudi kulima ginene gold. Hiyo ni cash crop. Waluya mara ya kwanza wamekuwa na cash crop. Wajaluo wamekuwa na cash crop ya miwa. Wewe kuja uulize swali. Jaluo na Muluya anachunga mambo ya Wajaluo wapi? All right. Ukienda Nyanza wenye wanapeleka bibi zetu Joter wanakuanga Waluya. Jako winyi ni Mluya kidhulu, sorry. Ya pili, kuna kitu inaitwa Kowiny, anajua kuwinyo kuun sana. Hiyo ni Mluya. Samahani lakini ni fact. Ya pili, tunaomba serikali isipeleke masini ya kuchimba gold huko. Sababu wakipeleka masini watatunyang'anya resources ya kufanya kazi. Wacha wenye wako kwa hiyo area wachimbe na mkono. Si watu wa Abimbo hapa wanachimba gold na mkono. Na kuna ya mwisho nikimalizia. Wewe umeongelea Waluya baya, wanakutoa kwa flow. Wewe ule. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Speaker, Warudi nyuma kidogo. Jalumgani mfupi hivyo. Na usiku wa manane. Mr. Speaker, kuna mada imeletwa hapa mzuri sana lakini inahitaji economical discussion, sio political discussion, kwa sababu watu wengi wanaidiscuss bila kuelewa nini wanazungumzia. Wacha nianze na hii mada ya Ikolomani. Kwanza kabisa niambia Rigathi Gachagua, sisi Waluya hatukutambui na hatutaki maoni yako. Whether gold yetu ni 100 trillion, whether ni 20 trillion, iko Western. Wewe najua kuna venye unanyemelea, munataka muingie kule Western Ikolomani, mukuje kugangana na gold ya Western. Mambo ya gold ya Western, na watu wanasema kwamba ati watu waliuawa na serikali. Mambo ya gold ya Western si ati Waluya wamekataa kukuwa compensated. Mambo ya Western ni kwamba wanasiasa wako na interest kubwa sana na gold, so wanataka kuinsight wananchi
wasipewe compensation na serikali, watoke, kwa sababu wananchi wakitoka serikali itaingia, na serikali ikiingia itakuwa imenyang'anya wale wanasiasa masangwenya. Unajua hata kuna wanasema masangwenya, itakuwa imewanyima nafasi ya kuiba hiyo gold venye wanafanya saa hii. That is the main problem. But the government, it is in high discussion kwamba watu wa Ikolomani wakuwe compensated. In fact, wanafanya value property valuation, kila mtu apewe haki yake, atafute mahali ingine ili serikali iweze kuchukua pale ifanye mining. Jambo la pili ni mambo ya kuuza Safaricom. Mtu anakuja hapa anasema serikali inauza Safaricom. Wacha niwaambie, Safaricom, serikali ya Kenya iko na shares. Serikali ya Kenya inapokuwa na shares pale, imechukua shares zake 15% ya shares zake imeuza. Kenya as a government huwa ina benefit na shares zake kwa Safaricom by getting dividends at the end of the year. At the end of the year ambayo ilisha March, serikali ya Kenya ilipata dividend ya 7.7 billion. Kuna swali? Kuja. Kuja. Si uliza swali. Zinafinyiwa hapa. Wewe umoja hata wewe jamaa tutapita uliza swali. Mheshimiwa Speaker, nataka Senator wa Kakamega incoming anitajie serikali ya Kenya iko na percentage gapi kwa Safaricom. Tuanzie hapo, ili atuambia kwamba hii ndio asilimia ambayo serikali ya taifa la Kenya inamiliki katika kwenye kampuni ya Safaricom. Mjukuu ambaye ni mbunge wa Embakasi Central ana incoming. Mr. Speaker, serikali ya Kenya imekuwa na 35% kwa kampuni ya Safaricom. 35% shares. Now imeuza 15, inabaki na 20%. Hata 15 ni kidogo. Na unajua hii 15% ina account inafikisha 245 billion. Kidogo. Ukihesabu dividends ambazo serikali ya Kenya inapata kutokana na mauzo ama kutokana na benefit yake kwa dividends, 7.7 billion itakaa 30 years ndio ifikishe 245 billion. Speaker, umesikia billion? So, Mr. Speaker, serikali imechukua So, Mr. Speaker, wale watu billion. Mr. Speaker, wale watu ambao wanateta kwamba serikali imeuza shares kwa Safaricom hawaelewi ni njia gani serikali inataka kutumia zile pesa. 245 billion, serikali ikikaa chini ngoje kwa dividends ndio ifanye mradi yake, itakosa kupata hizo pesa until 30 years ziishe. So imeweza tu kupunguza kwa shares zake ili iweze ifanye mradi ingine yenye inaweza ingiza pesa zingine mingi kuliko zenye imeingiza. Kwa hivyo jambo la kuuza shares za Safaricom should not be politicized, and in fact haijauza bado, iko kwa process. It is just a proposal. Iko na stages kama 4 ndio sasa ikuwe completed. But it is not wrong for the government to sell shares. Number 2, privatization. Pesa inaenda wapi tena hiyo? Pesa ni ya serikali. Privatization of state corporates. State corporates, Mr. Speaker, ni zile ambazo zina make losses. Being privatized, it is an advantage to the government. Kwa sababu kama uko na state corporate, hai make profit. Tuseme kama KCC, hai make profit. If you privatize it, it will create employment. It will also generate income for the government. Therefore, we should not be politicizing anything the government is doing. Saa hii serikali ya Kenya iko na experts wengi sana. Now our experts, they are advising the government on what to do, and they are doing the right thing. Some of these state corporates had been paralyzed by the previous government. They were not operational. And therefore, wakati the current government inaingia into place,
na wanasema kwamba we privatize these state corporates so that we can generate some income from this. So Mr. Speaker, mambo ya government na mambo ya shares zake, members of public should even support the government more. Nikimalizia Mr. Speaker, kuna mambo matatu. Wacha mchezo sasa. Wacha hiyo. Wacha huyo aongee usiku. Mr. Speaker, nataka kumaliza nikisema hivi. Bichungi kae. Waniguogere. Speaker, control boss. Namalizia. Hawa watu wa Siaya wanasumbua sana. Mr. Speaker. Sawa. Huyu asumbui. Na si wa Siaya. Watu Siaya kwa mdomo yao. Mr. Speaker, watu wanasumbua hapo ni wa Siaya. Nikimalizia Mr. Speaker, kuna mambo matatu nataka kumaliza nawe. Jambo la kwanza na utoka hapo kijua ni kwamba Johnson Sakaja ataenda second term. Upende usipende. Jambo la pili, President William Ruto anaenda second term. Upende usipende. Jambo la mwisho kabisa Mr. Speaker, Musalia Mudavadi ndiye atakuwa president wa 2032. Thank you. Sakaja edi. Mnipe tu time yangu dakika 3 hata sitapita niongee na waachie. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Mr. Speaker, mimi nitaongelea tu mada, strictly kwa mada. Mungu ni mzuri, saa hii gold imepatikana Western. Hiyo ni kitu ya kwanza. Watu wa Western, congratulations. Wasomi zaidi ni Waloya na Wajaluo. Kenya mzima. Hawa Wakikuyu wako huko top 20 huko. Hawa Wakale hivyo tu. Mimi naongelea wasomi sasa wenye wamegraduate. Wasomi hii Kenya ni Wakikuyu, ni Wajaluo na Mloya. Na sisi ndio tunatumiwa vibaya zaidi. Unapata ukikuja hapa Nairobi, mwenye ako na degree Mjaluo, mwenye ako na degree Mloya ndio caretaker. Ukienda kwa mjengo, mwenye anabeba simiti kutoka chini kuenda 10th floor ni Mloya na Mjaluo. Mkikuyu kazi yake ni kurekod. Na yeye hajasoma na kuiba simiti. Yeye amekaa kwa bench, amekaa kwa plastic. Yeye anakupea tu hesabu, Mkikuyu anakupea tu hesabu, kuna simiti 20 inafaa iende juu. Na kwa hizi simiti 20 wewe umepeleka 45, wewe Mjaluo ndio unawekewa umeiba simiti 5. Unasikia? So, Waloya wenzangu na waomba, gold imepatikana kwenu. Na Waloya mko wengi Nairobi. Mimi nawaomba tu tafadhali kama mnaweza, wengine warudi nyumbani. Waloya wengine warudi nyumbani, gold imepatikana huko. Hakuna mwenye pia kuna nguvu kushinda Mloya. Kama ni kuchimba gold, unaweza chimba hiyo gold. Waloya mjipange, Speaker, ita meeting yenu, hata kwa hii bunge, Waloya wako wengi. Waende nyumbani, kuna kazi imepatikana. So unatupanga. Mnafanya nini sasa hapa bado? Kama Waloya endelea kwa. Mimi nashangaa gold imepatikana na bado unapata kuna Mloya amekaa hapa kwa hii gunia hapa. Amekataa kurudi nyumbani aende chimbe gold. Na gold ni pesa kidogo tu inatosana na kichwa usiku manane hivi 200,000. Mloya ni speaker na hii ni bilioni. Unasikia? Hii kichwa ya usiku ni 1 billion. Hiyo ni kubwa sana. So, tunawaomba. Yako ni kubwa. Waloya, tukue pamoja. Mshikane mkono. Sasa hivi yenye gold imepatikana kwenu. Msianze kuleta vita. Nyuma tu. Oria kwa wapi? Usiku nyuma. Haya. So Waloya wenzetu, nyinyi wa ndugu yetu. Sasa hivi yenye gold imepatikana, mshikane pamoja hivi. Mkianza kutengana, mara serikali ndio kununua, mara shares nini, hamtapata hata shilingi. Nyinyi kazi yenu itakuwa tu kuchimba 100 meters. Unasikia tu watu 20 wamefunikwa huko ndani. Jua mwelewane na serikali, mnaanza kuangalia serikali nini yao.
Gold si kitu rahisi venye mnafikiria. Si Wajaluo tumekaa na gold miaka mingi. Najua hii ni this na turingi. Na hatujai waambia hata nyinyi mnajua. Hiyo gold iko wapi? Gold iko Migori. Mimi kando ya nyumba yangu hivi kuna gold. Watu wananichimbia. Ukiona nimekaa kwa gunia hapo sidhani sina pesa. Mimi hapa nakaa tu kwa furaha yangu. Then Mr. Speaker, mada ingine. Almost control. Dongwani gold ala. Iko gold iko yawa. Kwenu iko. So, mada ingine Mr. Speaker. Nimesikia sasa hii kuna wenye wamesimama 2027 na mimi hopes yangu yote yenye nilifanya nikae kwa hii one time na hopes yangu yenye iko nilikuwa nategemea hao lawyer. Na kama kuna bado mkisi anapiga kifua yeye lazima asimame president. Watu wenye wako 10,000 alinde Ruto, alinde mimi. Hiyo kura ya president mnatoa wapi? Anauza njugu Europe kuna pesa gani ya kuwa president? Tukwe tu saa kaa tu chini. Imagine mwenye anaenda kumpigia kura wao wako na votes 10,000. Haizi chagua hata MCA hapa. Kama si Waluya ndio watapewa hii presidential candidate, kama si Waluya. Hiyo night tunawaambia kama si Waluya, hakuna haja tuharibu wakati yetu kwenda kwa ballot kupigia mwenye tumejua hawezi tangazwa. So hope yangu yote ni Waluya. Ukisikia tu mwenye amesimama ni Mkamba, Mkisi, hiyo hakuna kitu. Pea tu Ruto aende nayo. Kama ni Mluya weka kuwa na hopes. Hata sema tu nimempea, najua Ruto anaenda kuiba. Acha tu nimpea aende aibe. Lakini anaiba kama na sweat. Lakini Matiang'i nyumba yake tu venye hata nyumba yake si hivi round. Polisi 10 tu hapa atoki nje. Hopes yetu Waluya. Yes, sio polisi. Inafanya nini? So, kwa Waluya mshikane. Coming 2027 Ruto najua ataiba. Hiyo na ataiba ataenda nayo. 2032 mkae chini mtoe presidential candidate na mtatangazwa asubuhi na mapema. Lastly, Mr. Speaker, congratulations kwa mtoto wetu ambaye ameshika mti hivi 72 hours kama analala njaa. Na nimeona amewekwa sahihi kwa kitabu ya Uzuda. Kitabu ya Kiswahili, kitabu ya hata wekwe record wa Kiswahili. Kitabu ya kumbukumbu. Nimerealize hii Kenya ndio inalala njaa siku 3 na upe promotion kila mtu anakuja kukutembelea. Mimi natangaza hapa Speaker, date 26 nataka tugonge 10 days kama siakula. Nataka ni break record ya huyu msichana. 10 days sitakula na nitakuja hapa. Order. Niko serious. So day 26 Wakenya msimame na mimi. Nataka ni break record ya ule mrembo. Nitalala njaa 10 days. Kwa nini niko tayari? Kwa nini usiende 10 days? Kwa nini usiende 24? So unaweka kama Christmas imeisha. Na ona, niko serious. Wakenya on the 26 nita break history ya ule msichana, nitakalala njaa 10 days. Mnisaidie tu napkin, kitu kidogo ya napkin. Naweza kuanza 24. Naweza. Okay. Wewe order wanachana Kamau. Okay. Kamau utaki kuweka 24. Unaweka 26 kama Christmas imeisha. Shika. Ongea, shika mic. Okay. Asante sana. Mr. Speaker. Asante sana. Bunge la Mwananchi Jacaranda na president wetu na Kenya na abroad. Hivi kama usiku wa manane tumesikia makukurukakara kila wakati. Tangu tumeelewa makukurukakara kila wakati. Huyu anasema hii, huyu anasema ile, huyu anasema hivi, huyu anasema hii, huyu anasema ile. Tunaelekea wapi? Sahi Rais William Samoei Ruto ndio rais ambaye yeye ndiye aliapishwa. Yeye ndiye aliapishwa, manake yeye ndio ako na ushukani. Yeye ndiye ako na ushukani kama rais ya Jamhuri ya Kenya. Ukikuja kuna juzi jamaa alisema ati rais ni mjinga. Mimi nikashindwa rais ni mjinga aje bwana. Rais Dr. William Samoei Ruto ni mjinga aje? Nikashindwa usiku wa manane mimi. Rais ni mjinga hata kama opposition hakuna.
na chati ya kupumzisha hakuna. Rais ananyorosha kazi. Rais anachapa kazi yake, na ndiye aliwachiwa ushukani. Ilibidi tuungane na tukue kitu kimoja na tuungane mpaka kwa ground palipopote, ikuwa ni wabunge, ikuwa ni wa MCA, ikuwa ni palipopote. Na kuna mambo sasa ya mada. Ukimalizia, kuna wale mate yao inatiririka katika gavana ya Nairobi. Kuna ule anataka kurudia na amesha kula, kuna ule bado anataka, na kuna ule bado anataka kuja kiwa mbichi, na hatuwezi panga kimdomo. Wacha rais afanye kazi yake. Uchaguzi ikifika, uchaguzi ikifika, ule atapewa, lakini bwana, mwache kuconfuse usiku bwana. Gavana Nairobi, nimeona wengine mate yao inatirika na ni wengi. Wacha rais afanye kazi yake, yeye anajua. Gavana wa Nairobi. Sawa, usiku ukimalizia. Bado nikimalizia, chukua ni kura, tuanze kusema ati ni huyu ati ni ule, lakini wasomi ndio watachukua gavana ya Nairobi. Baba, asante sana Mr. Speaker. Asanteni sana. Nyakuramogi beisebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Mimi nilikuwa naongelea on behalf of Wasakatonge. Bwana Speaker, asante kwa kunipea chance nyingine. Sasa nataka kuongea wisdom kidogo. Hii mambo ya shares. Unaona Kenya inaenda kukopesha 244 billion pale MIF, si ndio? Na tunalia eti tumechoka na deni. Unaona? Raila anapumzika pale Opoda. Akatuacha broad based government na akawacha expert wake kama waziri John Mbadi Ng'ong'o akapiga hesabu yake eti tukiuza shares, sikia bwana, wewe weka tu kwa nyumba yako, ona, ukiuza shares peke yake ya pipeline, ukiuza 65% yenye unataka ku privatize, Kenya will generate 100 billion. Unaona? Shillings. Wakiuza tu 65% wa privatize, wabaki na 35%. Kenya ikiuza shares yake iko Safaricom, iuze hiyo 15%, ita generate 1.6 billion US dollars. That is equivalent to 244 billion Kenyan shillings. Pesa yenye Kenya inatoka hapa kuenda kukopesha, kumbe tukiuza section ya mali yetu kidogo tunaweza pata bila kukopa. Nyinyi mnaona hii kitu pande gani? Shida yenu ni siasa. Mbona tuende tukopeshe 244 billion kama tunaweza enda tuuze mahali na tuchukue hii pesa tuinunue na uchumi? Unasikia? Reason ni kitu inauzwa ya kwanza. Haiuzi kitu yote. Ile Kenya iko ina own pipeline 100%, si ndio? Ikipea mtu section ya 35%, inabaki na percentage ngapi? Na hiyo percentage imepeana, hiyo ni wisdom ya waziri John Mbadi. Akipeana hiyo section tunapata 100 billion yenye tunatoka kwenda kulamba matako ya wazungu huko watupee. Tunaomba wazungu, tunalilia Trump utusaidie 100 billion. Yet 100 billion iko hapa Kenya. Kimu kuna swali? Unasikia?
Kenya kidogo. Hii swali ina hekima ya waziri David Badi mwenye anazungumza John Badi. Sawa, haina tatizo. Hii hekima ya John Badi ni anatuambia kuhusu na anatuwekea hii hesabu. Juzi huyo Badi si alikuwa anatukataza tusiuze airport. Akikuwa na hiyo hekima ya kwamba tukiuza tutakuwa na pesa. Ni nini imembadilisha yeye na hiyo hekima yake kwa sasa? Mr. Speaker, hiyo ni swali mzuri. Shida ni understanding, knowledge ndio hatuna. Knowledge ndio inaua wa Kenya. Wacha, okay, knowledge ndio wewe hauna basi. So hiyo na kujibu hivi. Airport haikuwa iuzwe. Ilikuwa ipewe private sector Iran. Leasing is not selling. Uchukue shamba yako ya mbiwa upee mtu. Eti we lima for 5 years na unipee pesa nishughulishe nayo kitu ingine. Profit umepata within that period ni yako. Lakini after that period you give me back my property. It was not being sold. It was being leased. Nini ilikuwa inafanya isiliziwe kwa hiyo wakati na hiyo hekima ya Badi? Mbwana hiyo wakati haku champion na kusukuma inafaa iliziwe. Mbwana saa hizi kidogo tu. Tofauti ya huyu Badi na huyu hawajabadilika, ni mtu mmoja. Huyu mmoja anasema tusilize airport. Lakini saa hizi anaona ni sawa tukiuza share zetu kwa Safaricom, kwa sababu Safaricom italeta faida kwa nchi. Kulingana na hesabu yake tungelease airport. Kwa hiyo wakati tungepata huduma ya miaka 30 yenye hiyo pesa ingekuwa sawia na karibu milioni 100 yenye nimesikia kitaja pesa kiwango bilioni 100. Pesa kiwango kama hiyo pesa ingekuwa inatupea faida sisi. Ni nini ilifanya Badi azungumze tofauti na azungumze tofauti sasa? Sasa order, lakini hiyo swali unauliza the wrong person. Huyu si Badi. Siendi anasema hiyo swali wisdom niko nayo ya kumjibu. But wewe Badi anafaa uulize hiyo swali. Speaker, wacha mjibu. Haya, swali ni mzuri. Lakini ukisikia sikujibu vizuri, Treasury House ukienda hapo 4th floor, utapata waziri hapa ama utapata PA. Lakini kitu nakwambia, Badi alikuwa na reason hivyo kitambo, hakuwa amepata uokovu. Bado alikuwa MP, lawmaker. Sasa hii Badi ni waziri ya pesa. Unanipata? Na Badi ni mtu amesomea mambo ya biashara, anaielewa. Sasa hiyo enzi hakuwa anapea William Ruto wisdom kwa sababu hawakuwa wanakula kwa meza moja. Sasa hii William Ruto ni rafiki ya John Badi, anampea wisdom venye nchi inafaa kurun. Si umeona dola imeenda more than Kenyan shillings imeenda juu ya dola. Kwa sababu gani? Badi hako kwa pesa. Si winjo broad base iko kabisa. Na kama we utaki basi utalia, ngoja 2032 bado tutapanga. Asante. Swali? Almost kuja. Langu jina ni Mjukuu Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge. Na mimi nataka kuzungumzia masuala ya share kuuzwa na siasa ambayo tunafanya kama jamii. The reason why tuko kwa serikali na baada tumechanganyikiwa, hatujui ni nini tunatafuta serikali, ni siasa kama haya. Serikali ukiwa ndani unanyamaza na usikubali kutumika kuuza rasilimali ya taifa kwa sababu mko kwa serikali. Zile share ambayo inauzwa na Ruto, kama mtu ambaye ana akili ama amenunuliwa na Ruto, ndiye atakuja kudefend upusi na ujinga. Kwa sababu MC yetu lea ni kupange. Kwa sababu ya kwamba share ambayo inauzwa na serikali ya William Ruto, Mheshimiwa Rais hajaweka bayana ya kwamba nauza hizi share, hela hizi naenda kutumia mahali fulani. Jambo la pili, share inafaa kuuzwa kati ya shilingi 74, lakini William Ruto anauza kwa 34 shillings. So ukiwa hapa unapata mtu ambaye anazungumzia kwamba 100 billion, 150 billion. Kama Nairobi County inadai inatengeneza 2 billion. So what 100 billion unatuambia basi? Sio pusi. Nairobi inatengeneza 2 billion. Na wakati watangazi 2 billion inamaanisha kwamba ni 5 billion na 3 billion. Then unapata mtu ambaye amesoma, amegraduate, anasimama hata tuuze
sehemu ya Kenya Pipeline at 100 billion. Mtu useless bwana. Ndugu yangu, Kenya Pipeline hakuna siku itatengeneza hasara. Hakuna, never ever. Then mtu anakuja anakuambia tuuze sehemu 100 billion. Tutumia kili, baba yako ameuza ng'ombe akaleta tena ng'ombe. Hasara kubwa sana ndugu zangu. Let us focus na tuzungumze ukweli ya mambo. Hakuna siku kampuni dunia mzima, endo Google, ile kampuni ambayo inauza pesa mingi ama inatengeneza profit in a day mafuta. Haijawahi enda hasara mahali popote ulimwengu. Then unapata ng'ombe ambaye amewekwa kwa period ya shilingi 10,000 anatuambia aushe sehemu at 100 billion. My friend, Kenya Pipeline imekuwepo tangu jadi. The reason why inauzwa, kuna mtu mmoja ambaye ameingia kwa serikali anataka kumiliki kampuni ya Kenya, kampuni ya wananchi kimabavu. Then anakuambia tumpe wawekezaji kibinafsi kwa sababu anataka kutajirika. Kama baba yako hako kuja mjini mapema kula mashinani. Na hizi ndio vitu inasumbua wanasiasa Kenya. Mtu anakuwa anataka kukimbizana Uhuru Kenyatta ama Kenyatta. Ama mtu anataka kukimbizana na Odinga family ama Moi family. Hao ni watu walikuja mjini mapema. Wewe umekuja juzi, kubali hali jinsi ilivyo. Wacha kuuza rasilimali ya wananchi ukidai kudanganya. Ni hasara gani kampuni ya mafuta inafanya Kenya? Ndio ipeana kwa wawekezaji wa kibinafsi. Kuna baadhi ya vitu mtu akikuja hapa kwa mtandao ama kwa media kuzungumza, jua huyu mtu akidefend, jua huyu ako kwa payroll, huyu ndio ghost worker wa State House ama ghost worker ya county. Hakuna siku kampuni ya mafuta italeta hasara. Never. Itaanziaje? Na kama unataka kuongeza simoni moja ama simoni mbili ama shilingi moja, hiyo ni profit inaenda kwa serikali. The reason why EPRA imewekwa inapandisha anga za mafuta na shilingi moja kwa sababu wamepika target ya kwamba within 1 month tunataka 5 billion na tutapata within 5 months. Hiyo shilingi inaingiana. Then ng'ombe nakuambia tuushe Kenya Pipeline 100 billion. Huyu ni mtu babaka aliuza ng'ombe tena akarudisha na ng'ombe nyumbani. Hakuna kitu nimesaidia. Let us focus na tusungumuze. Unajua mimi Mjaluo, mimi Mluya. Tuko kwa serikali nina chizi. Hadi akili yangu inapotea. Sijui hata ni nini sasa nafanya. Wewe unaropoka tu. Hata kitu ambayo ukiuliza sasa, umemaliza sasa kuja hapa kando, tu explainie kwa nini tunapeana Kenya Pipeline kwa mtu binafsi. Hana. Kwa sababu amepewa shilingi 2 makombo. Ndio amerushiwa. Watu wamekula manofu. Zile ambazo zimeanguka chini amerushiwa. Anapiga makofi yeye anasema niko sawa. My friend, let us focus. We are youth from Lunyang and Western. Tuaje kununuliwa shilingi 2, 310 nyanyabondeka. Tutoke kwa hiyo bei ndugu zetu. Tutoke kwa hiyo bei. Mjaluo Mluya na nyanyabondeka 310. Bei haraka. Then unakuja hapa una defend nonsense my friend. Tuache puzi ndugu zangu. Tuache puzi. Bana mimi sina degree lakini masuala ya kampuni ya mafuta uweze kunichallenge. Hata kuwe na masters ngapi nitakurudisha ambaye wewe ni fala na hiyo masters zako hii kitu haina hasara. Haijawahi make hasara Kenya. Ama dunia yote hakuna. Ujiulize Kenya Pipeline Uganda wanachukua mafuta hapa wanakueta kwao. Kwa nini wao usi yao? So ujiulize kitu kama hiyo. Ujiulize. Then the same government wanataka kuhusia sehemu ya bandari wanahusia Museveni. Ujiulize kama mheshimiwa rais amepeleka kampuni ya Defic ya chuma kule Uganda na Kalonji. Ni nini rais anapata kwa Defic company? So ujiulize. Then wewe unarudishwa hapa unasema mimi niko sawa kwa sababu umepewa makombo. Wao wekula manofu, wewe ng'ombe unapewa makombo unapiga makofi, una defend. Mimi kama mjukuu bunduki mtetezi wa wanyonge siwezi kuwa kwa taifa la Kenya wakati mwanangu ama mtoto ya ndugu yangu anataka kupoteza kazi kwa sababu ng'ombe mimi na defend ujinga ambaye inafanyika serikali. Katika ile kampuni ambayo inasajili Mkenya ni kampuni ya mafuta. Hapo kuna kupaka rangi, kuna kufanya maintenance, kuna kufanya nini, ziko hapo. But wewe unakubali kwa sababu umepewa makombo, unakubali ipeana kwa ngine na mahali imepeana anajiri jamii yake hapo ndani. Wewe ng'ombe umepewa makombo, bado uko na degree, yule ambaye amepewa hana degree.
Ana hata cheti yoyote, hakuna birth certificate peke yake, lakini anafanya kwa Kenya Pipeline. Wewe na masters yako na ujinga yako umepewa makombo una defend. Uko na master umeweka chini ya sanduku, unapewa makombo, ule ambaye ana master ameajiriwa katika kwenye kampuni hilo. Tufunguke macho Wajaluo na Mloya. Tuache siasa ya pusi. Hii kitu iko kwa Mjaluo na Mloya. Hiyo huwezi kunitoa. Hiyo huwezi kunitoa. Huwezi. So kampuni ya Safaricom ni hasara gani naenda? Tuulizane ukweli. Na hasara gani? Kama data inatengenezwa sana mahali Safaricom inatengeneza pesa sana data. Then mtu anakuambia badala tuuze share kwa 74 shillings kwa share, mtu anakuuzia kwa 34 share. Hii 40 inaendea kwa nani? Ulijiuliza hii 40 ni ya nani? 40 ni ya wakora, wakora. So Gachagua akizungumza, mimi si mtu ya Gachagua na sisa Gachagua, but kuna vitu sensitive ambayo Gachagua akizungumza baada ya wanasiasa huwa anakaa chini najiuliza. Najirumia ziko kwenye mtandao, watu wanaulizwa ya kwamba why unauza share ya kampuni ya Safaricom na hujachukua maoni ya wananchi. Kwa sababu hiyo sio kampuni ya Ruto, ni kampuni zetu, ni share yetu kama wananchi. Then wewe unauza kwa sababu wewe ulikuwa unaitwa mkata tonge ama unaitwa na wale wanaitwa kwa nini msakata tonge. Wewe ni msakata tonge, wewe unakuja kudefend. My friend. Ndugu zangu, unaona Safaricom na Kenya Pipeline na Kenya Power vitu ngapi? 3. Hakuna siku hizo vitu 3 itameka sara. Kenya Power, Kenya Pipeline na mambo ya Safaricom. Haina sara tafadhali. Haina sara yoyote. The reason why zinauzwa kwa sababu wapumbavu. Ya mwisho nikimalizia. Ukinunua leo hii token ya shilingi 500, unapewa 19.89 unit. Serikali ya Uhuru Kenyatta nikinunua token ya 500 inapewa 32.89 unit. Nani anakuibia sasa hii? Unajua wengi wenu hamjui kwa sababu unanunua ya 50 ya 100 hujui nini inafanyika. So unanunua sasa token ya shilingi 500 unapewa 19 unit. Hizi zingine inaenda wapi? Na kwa Uhuru Kenyatta ilikuwa 32 unit. So ujiulize maswali. Then unasema we are broad base, tuko sawa. Tuko sawa na Western na Luo Nyanza hakuna stima kwa boma zetu. Kwetu ziko. Tulia nikupange bro. Wewe ni msakata tonge. Tulia bwana. Wewe ni msakata tonge my friend. Kwa sababu zile share percentage nazungumza percentage iko Western na percentage iko Luo Nyanza my friend iko below 35%. Central iko over 87%. Rift Valley it is something percent. Kisii 60 something percent. Connectivity power. Then huyu ananiambia Sakata Tonga ananiambia kwa sababu ni mtu ya Ruto ninazungumzia ndiye asaidiwe yeye anapika. Mimi nazungumza ile takwimu ambayo utafiti imefanywa Western na Luo Nyanza. Jambo langu ya mwisho. Wewe kama kijana kama unataka kusimama sawa kwa chama yako sawa, but let us focus na viongozi ambao wanasaidia watu kama Mike Mbuvi Sonko. Sonko juzi alizindua party ambayo inaitwa Economic Development Party. Ya kwamba Mheshimiwa National Economic Development Party. So Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko hata kabla chaguliwe huyu Mike Mbuvi Sonko, Sonko anasaidia watu sio governor. Sonko anasaidia kila mtu. Kijana kama uko na ndoto ya kusimama, si mimi niko kwa Jubilee. Yes. Nitafuata Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko. Kwa sababu gani? Mike Mbuvi Sonko anajua maskini mjukuu. Mike Mbuvi Sonko anajua maskini ya Turkana. Mheshimiwa party leader Mike Mbuvi Sonko, yes. Tuko nyuma yako kama bakteria kwa sababu wewe ndio kiongozi ambaye anajali maskini wa chini. Hao wengine ni wakora, watapeli, wanyang'anyi. Hawa kiongozi wetu, kiongozi ya maskini, baba ya mjane ni Mike Mbuvi Sonko. Sonko kwa pati yako, tuko nyuma yako kama bakteria. Tutakusupport salimia 100. Hata mimi na support. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. South Nyanza, hiyo ni Oyugis, hiyo ni Homa Bay. Kuja Kisumu, enda Siaya, rudi kule kwa Obado. Tunasema hivi, term ni mawili kwa Mheshimiwa Samoei Ruto. Nimemaliza, ukipenda ujinyonge. Namalizia. Mimi ndio speaker. Haya, asante sana. Mimi ndio speaker. Asante sana. Mimi naitwa Engineer Kevin. Umejua watu leo wameongea. Leo watu wameongea sana. Na mimi leo sitaki niongee maneno mingi. Ni ile tu nataka niambie watu tuache ile siasa ya kupiga wananchi. Siasa ambayo itakuja kubadilisha maisha. My friend, hii vita ambayo inafanyika kwa hii serikali ambayo tuko nao saa hii. Kama hii mambo ya hii vita kelele ambayo imetoka hapa. Hii mambo ya siasa. Mimi nataka niwaambie William Ruto hawezi tengeneza barabara kutoka pale Suswa mpaka mahali inatakikana, railway pia, na hakuna tax ambayo ataongeza Kenya hii. Lazima atafute pesa, bali atapata pesa. Kwa nini? Saa hii maendeleo ikifanyika huku kwenda huku kwetu huko Western na Nyanza, kelele inaanza kutoka. Alafu kuna mababi wetu hapa ambao ni wanasiasa kama mimi, ninatumika vibaya kupiga hizo vitu. Mimi nataka niwaambie hiyo kelele ambao mnapiga haitawasaidia. Yawa. William Ruto ako na akili. Na William Ruto anajua kitu ambaye anafanya, hawezi haribu Kenya na anaishi Kenya. So mimi nataka niwaambie hapa, Safaricom ni kampuni ambayo ni private na ako na pesa. Hakuna siku Safaricom imeenda lost. Naona? Hakuna siku Safaricom imeenda lost kwa profit yao every year. Safaricom wanaona profit every now and then. Na tuliangalia badala tuongeze tax kwa wananchi, mwanze kulia tena ati yo because ya barabara inataka kuunzia mimi kama Mjaluo na wewe Mluya. Unaanza kupiga duru hapa ati yo. Mimi nataka niwaambie hiyo pesa ambayo Safaricom ilipewa shares, Ruto ameuza shares kwa Safaricom ya serikali, haina hasara, ni 15%. Ni 15% peke yake ambayo ilifanywa nini? Iliuzwa kwa Safaricom. Haina hasara yoyote. Na hiyo Safaricom na iko Kenya. Safaricom imeandika wa Kenya. So mimi nataka niwaambie hapa, hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa, wacha hiyo pesa ipatikane. Tuone vile maendeleo itafanyika Kenya hii. John Mbadi si mjinga afanye vitu kama hizo. So wacha hii kelele watu wanapiga hapa, my friend. Hata mkipinga Ruto, mpinge na agenda ambayo itakuja kuwasaidia. Kama one time. Unaona? One time siku wamekuwa confused. Yawa. Wamekuwa confused. Siku hizi sijui wanaomba sijui mara nini, wanaomba hii, wanaomba hii. Mimi nataka niwaambie hapa, wewe kama Mkenya, aswa mimi kama Mjaluo, kama wewe Mluya, kama wewe Masai, kama wewe huko kutoka huko chini Kuria, lazima usapoti serikali upate ile kitu ambayo inatakikana. Ya mwisho, nimesikia wale wanaanza kupiga kelele hapa juu ya gold. Na hizo gold huko kwetu tunasikia mbali tu Bimbo. Mimi sema hakuna gold. Na tutaki itaweka watu kufa ndani ya uzimu. Kwetu huko unasikia gold imeua watu wa Bimbo,
Mara Gold imeua watu Migori, si Mara Gold imeua watu wapi? Tunataka hizo gold zote hata huku kwetu serikali chukue jukumu ya control hizo gold. Watu wasikufe ovyo ovyo. Ndio tuliona kama sisi kama watu wa serikali. William Ruto aliona vizuri serikali yake akasema hizo gold ambayo ilipatikana pale Ikolomani, hiyo gold ifanyike hapo na serikali ichukue jukumu na watu wapate faida yao. Hiyo shamba kama hiyo gold iko kwa shamba yako, ulipe pesa ambayo inatakikana. Sasa kuna wezi wengine pale Boni ya Liwale ako na bibi 100. Hawa. Sasa umechukua wakora, ati Rigathi Gachagua siku hizi naongea mambo ya Western. Na Rigathi Gachagua ni mtu kabila, aongee mambo ya chai yao. Awache mambo watu wa Western wapate faida yao. Liwale ni mtu ambayo haina msimamo. Siasa ya Liwale ni siasa ambayo imeisha. Hatutaki kupiga siasa ya utumbafu. Siasa ya utumbafu. Hawa. Hiyo ndio siasa ambayo Liwale anapiga. Tunataka maendeleo pale Western. Because Western akipata maendeleo, sisi pia tunapata maendeleo kama Liwale. So mimi nataka niwaambie ya mwisho hapa, wale pale natoka Ikolomani, mimi niliwaambia tutawatetea paka dakika ya mwisho. Ile kitu ambacho tunataka hapo wapate ile faida ambayo inatakikana kwa hiyo shamba yao. Thank you very much. Maana nimeona Rigathi Gachagua ameanza kuleta uchochezi tena pale Western. Na wacha tukwambie Rigathi Gachagua, ukiwa dio uliba chakula ya IDP. Tena sasa hivi tumekuona unataka kuja kuiba gold yetu. Na hiyo ni kitu sisi tutakubali kitu kama hiyo. Kwa hivyo mimi nataka niseme Rigathi Gachagua ni mchochezi. Na yeye anataka kuja kuchochea Waluya huko. Na Rigathi Gachagua tunakujua vizuri sana. Unatumia na tembea. Na mimi nataka niseme hivi. Watu wa Western sana sana Kakamega wenye dhahabu imepatikana pale. Hii dhahabu ni dhahabu ya kutufaidisha sisi watu wa Western. Mtu wa mlima usiki hapo hata kidogo. Rigathi Gachagua, nyamazisha hiyo mdomo yako. Tunakuambia wacha kuwa sakatatonge kule Western. Umekuja utunyang'anye Western. Na tunakujua Rigathi Gachagua ni mtu wa shares. Umekuja kutaka shares kwa hiyo gold yetu. Hauwezi kusema ati sijui ni 3 trillion na bado iko kwa mchanga. Umejuaje? Enyewe watu wa mlima hao usicheze nao. Ni wakali sana. Yaani bado gold iko kwa mchanga na Gachagua already ako na hesabu. Anajua ni 3 trillion. Cha tukwambie Rigathi Gachagua, nyinyi endeni tu huko mkumbatie miti. Mkumbatie tu miti. Nyinyi mko na nyota ya kukumbatia miti. Lakini sio nyota ati ya kukuja tunataka gold kwetu. Endeni mkumbatie miti. Hiyo ndo nyota mko nayo. Nyota ya kukumbatia miti. Mnakumbatia miti ati 72 hours. Ni kukumbatia. Huko Wajakoya anasema tingisha mti na nyinyi mnakumbatia mti. Nyinyi masakata tonge nyinyi sana. Na ndio kwa maana mimi nasema hivi. Rigathi Gachagua sio mtu wa kusikizwa. Rigathi Gachagua enda wewe tunakwambia enda kabisa. Enda kabisa, tukutaki kabisa. Itakuwaje ati mimi unajua nilishangaa sana ati mtu amekumbatia mti. Kwani wanaume wameisha? Huyo demu ako na kutu. Ako na kutu huyo demu. Huyo demu ako na kutu. Huyo demu ako na kutu. Si ati mnakuja kutuambia ati demu anaweza kuja tu akumbatie mti. Ati siku 3 ako tu pale. Bwana huyu. Eti ako na nini? Huyu ako na kutu. Ako na kutu. Wewe uko na kutu. Sema tu ni kutu ilikuwa inakusumbua. Na ndio kwa maana watu wa pale Nyeri wamekunywa moratina hata mpaka azisimami maybe. Unaona? Na jaba. Sasa msichana mdogo yeye anaenda tu kumbatia mti pale. Na mbona hatu kwa against lakini tumeona wa Kenya wamecongratulate hiyo msichana. Watu wote viongozi wote wa Mount Kenya wamecelebrate, wamesema msichana amefanya kitu ya maana. Viongozi wa Mount Kenya? Si ni viongozi wa Mount Kenya? Hao sakata tonge si ni hao? Viongozi wa Mount Kenya wa kabila hao ndio wamecongratulate. Mbona watu wengine hawaja congratulate? Kwa sababu gani? Huyu dada nakwambia alikuwa anawashwa.
alikuwa anawashwa, alikuwa anataka Mombasa raha, lakini mnakuja kutupiga hapa Kiswahili ati sasa ati ameenda ati ameenda kumbatia mti bwana. Bwana, huyu ni kutu ilikuwa inasumbua bwana. Hii ni kutu. Sasa tunashangaa hata angeenda kutafuta tu hata mtu. Sasa unaenda kugwara mti. Hiyo ni sakata tonge bwana. Kutu ndio ilikuwa inakusumbua. Thank you. Mabeya ngima wagin jogo mawahero kuonde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wanika mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.